Movie yetu inaanza kwa kutuonyesha mwanadada Sara akiwa anashuka kutoka mawinguni pale. Mara ghafla akiwa anaangalia huku na kule, gari linatokea pale aina ya V8 na ndani yake kuwemo kijana kwa jina la Clamvevo tajiri huyu. Anatoa pale iPhone na kumwomba namba mrembo, lakini vile mrembo anamkatalia na kuondoka, kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa kawaida. Jamaa anashangaa na nini kinachotokea. Baadaye tunamwona Clamvevo akiwa kwenye matembezi yake, anakutana na wazee wawili. Mmoja ni Mwakatobe na mwingine ni Kipara Jeva. Anamwambia habari zenu jamaa, anasema salama kabisa. Tumekaa hapa tumepoa, jua limetupiga, hatuna kazi na nini vile. Lakini vile vile Clamvevo anamwambia chukueni hapa, itawasaidia hata kwa kunywa kahawa. Wananyanyuka na kwenda kuifuata ile hela moja kwa moja pale. Basi wanamshukuru sana Clamvevo. Clamvevo anaamua aondoke. Baadaye kabisa tunamuona Mwakatobe na mwenzake Kipara Jeva wakiwa wamekunja sura na kuonyesha husda kwamba huyu jamaa anatuona sisi kama tunataka msaada sana kwenye huu mtaa, anajifanya yeye ndio mshirika la mitoa misaada, basi sisi tutamkomesha, sisi lazima tujue ni akina nani. Baadaye tunamuona Clamvevo akiwa kiwanjani pamoja na dalali, wanachagua kiwanja. Dalali anamwambia kwamba hichi kiwanja ni kizuri sana kuanzia kule na huku, lakini Clamvevo akiwa anaangalia huku na kule anaona kitu kinapita ghafla pale, na yule alikuwa mwingine, basi alikuwa ni mwanadada Sara. Naam, kabla ya kuendelea usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Basi Clamvevo baada ya kuona hivyo akaamua amfuate na kwenda kuangalia nani aliyopo pale, na kumkuta ni kweli ni yeye, alikuwa ni Sara, alikuwa akimsubiri. Ukumbuke huyu dada basi ni jini. Basi alivyokutana naye pale, dada akacheka na nini, akamwambia mimi ndo mitaa yangu hii na nilikuwa kwenye matembezi, na wewe kama utakuwa huku basi utakuwa jirani yangu. Jamaa akafurahi sana, kisha akatoa tena simu akamwambia leo na imani utanipa namba yako. Mwanadada akachukua ile simu na kuanza kuandika namba zake, kisha akamrudishia simu. Baadaye Clamvevo akaangalia mwanadada akamwambia baadaye tutaonana. Mwanadada akateleza, Clamvevo akarudi tena kwenye kiwanja. Ikiwa ni kesho yake hiyo asubuhi, tunaona kabisa kuna kikao pale cha mwenyekiti pamoja na wanamtaa wake wakiwa wanazungumzia swala zima la kuhusu takataka pale kwenye ule mtaa, na kilichokuwa kinahitajika zaidi ni kiasi cha shilingi 100,000 kwa ajili ya kuita gari la takataka. Lakini wananchi waligoma kabisa pale, wakamwambia wewe mwenyekiti, unatuonaje? Unatuona sisi kama tuna hela sana au tukufikiria kama sisi watu wa hali ya chini? Hatuna hiyo hela sisi. Wakagoma pale, lakini boss kubwa Clamvevo akamwambia jamani, haina haja ya kulumbana, ili swala ni letu sote sisi wanamtaa, kwa sababu inasafisha mtaa, ila haina shida, nitamtolea kila mmoja kiasi chake. Nitatoa jumla ya shilingi 100,000 kulipa hiyo hela, na nitalipa ya mwezi huu, mwezi ujao utafata kwangu mwenyekiti. Basi akaamua kuaga na kuondoka kwenda kwenye mihangaiko yake. Lakini baadaye usiku sasa tunakuja kuwaona group la watu 5 wakiwa wako hapa pamoja, akiwemo ni Mwakatobe, Kipara Jeva pamoja kabisa na mwanadada tunamuona Sara akiwepo hapa. Kumbe wale wote walikuwa ni group moja na walikuwa wakimchora tu boss wetu Clamvevo. Na Kipara akamwambia, akamuuliza umefikia wapi kuhusiana na hili jambo? Mwanadada Sara akamjibu akamwambia kwamba jambo letu limefikia 85% na tutafanikiwa sana kumuangamiza huyu anayejifanya mtu wa misaada. Kesho yake tunamuona kijana Chibu akiwa kwa Clamvevo, anamgongea Clamvevo, anamlilia shida, anamwambia mke wangu yuko hospitalini, anahitajika upasuaji na kiasi kinachohitajika ni shilingi 600,000. Clamvevo akamwambia wewe unatakaje? Akamwambia kwamba mimi nahitaji unikopeshe kama unayo. Clamvevo akamwambia basi haina shida, mimi nitakupatia kama kukupatia sio kukopesha. Baadaye tunamuona Clamvevo akiwa anaingia ndani mwake sasa kwenye chumba chake, chumba cha asili, huku akiwa amekunja sura kabisa. Inaonyesha Clamvevo alikuwa amekunja sura huku akinungunika kwamba hawa maskini wanatuchukuliaje sisi matajiri, wanadhani kwamba sisi hela tunazipata kwa njia ya kirahisi. Hapana, ila tunahangaika, kuna mateso, kuna viapo tunabidi tuvifanye ndio tupate hela. Basi tunamuona Clamvevo akiwa amekaa kwenye kona ya ukuta kabisa, amekunja miguu yake kiasi kwamba anataka kusali. Baadaye tunaona radi zinapiga radi pale, Clamvevo huku akiwa anahangaika, anaonyesha sura ya huzuni. Mara ghafla linatokea burungutu la pesa, burungutu la fedha zimejaa dola pamoja na misimbazi ya kuzidi. Baadaye anatoka na shilingi ya kiasi 600,000 anampatia kijana Chibu, anamwambia nenda ukamsaidie mke wako. Je, Clamvevo
ni mchawi au yeye ni Freemason, yote hatujui yeye ni nani. Basi usisahau kusubscribe, kunifollow ili kupata kipande cha pili mwendelezo wake. Basi tukutane wakati mwingine tena.